Nikamwambia kwa nani kivi? Akasema sisi tunaweza kukusaidia. Kwa hiyo yule mtu nikaambatana naye nikaenda Mikocheni. Kaenda Mikocheni, mara mwisho akawa ananigia kazi. Ananiambia fanya hivi, labda chukua pesa, kanitafutie maziwa, natafuta maziwa tunafanya, tunaenda na pombe za gharama, tunaenda tunamwaga na mbona unamwaga wapi? Tunamwaga baharini. Kwa nini? Tunamwaga baharini. Anasema kwamba baba yake ambaye anamtegemea yeye na yeye aliyomtoa kwenye matatizo kama ya kwangu ya uganga ndio aliyomsaidia, kwa hiyo tuna haki ya kumfanyia kafara na manuizi yake. Lakini huyu anaitwa baba. Nikamwambia baba huyu ana jina gani? Kwa sababu mababa wote si wanakuwa na majina wao. Akasema huyu anaitwa baba, lakini usije ukajaribu kumuita shetani au kumuita wewe jini, hapana, atakuadhibu kama umekubali kunikusaidia. Kwa hiyo akasema hivyo. Kwa mara nyingine nikawa mimi ni mtu ambaye na kuepo naye yule mtu namuendelesha, tunatoka tunaenda sehemu nyingine tunafly. Unaendesha gari? Niko na wewe gari unaweza kuendesha? Gari inaweza kuendesha kabisa. Maana namuendelesha. Na leseni ulikuwa nayo? Leseni sikuwa nayo kwa sababu mimi nilikuwa natumia wazifa wao. Yeye alikuwa ananikutanisha na watu tofauti. Na watu kutokana wana wazifa wao. Wana nafasi kubwa. Kwa hiyo bila hata leseni unapiga mjini hapa. Tu mimi naingia tu, haina shida wala nini, kama gari hata kama itakamatwa, na mimi tuongee nimeendesha hiyo gari haije kukamatwa. Mimi siku moja nikamwambia hii gari bwana, hapa wakati kuna sehemu tulienda, nikamwambia hii gari tunapoipaki hapa inaweza ikaja ikaibiwa kwa sababu gari ya gharama, lakini mazingira tuliyopaki inaonekana ni Mswahilini. Akasema kama kuna mtu anaweza kuchukua nafsi yake, anaweza akachukua hiyo. Akachukua hicho kitu anachotaka kukichukua hapo. Akasema acha, lakini ile gari haikuweza kuibiwa, haikuweza kufanya chochote. Lakini tulifanya hizo ibada mara kwa mara, nakutanishwa na watu mara hivi na hivi, akaniambia hivi. Lakini mwisho wa siku nilipokuja kuangukia, nilijikuta nimeangukia kwenye magano madogo ya kuyafanya, kama vile kugawa pesa, kuchukua pesa, chenchi kwenda kumwaga barabarani. Akanambia una uwezo 200 unamwaga. Akanambia mwaga. Anakuwa amezifanyia nini? Yeye wanakuwa tayari washazikogea, wameziogea. Akanambia tayari, maana ya kukogeshwa, kisha kogeshwa baada ya mmoja wao akanambia wewe mwaga. Nikawa namwaga 200. Nilipotoka kumwaga 200 sasa. Kwa hiyo mtu akija kulokota ile 200 na akija kuokota ile 200 na kuaje? Wana meza nyota. Akanifundisha namna anaenda kuchukua manake nyota yake inakatwa, inamezwa ili kuupa nguvu uchawi. Kuupa nguvu uchawi. Sasa huko niko kwenye nafasi sasa ya ukuhani, jinsi nilivyoingizwa kwenye ukuhani. Kukumbuka siku moja barabarani unakuta 200 iko hapa, 200 iko pale, 200 iko pale, 200 iko pale. Unaokota huko unafurahi physically. Sasa afadhali nimepata 600. Afadhali ni 1000 hii. Lakini kumbe umemezwa nyota yako tangu kipindi hicho. Unapambana huku Kariakoo, unapambana sehemu mbalimbali na hauna mafanikio yote. Maagano ya kichawi. Na watu wa namna hiyo mara nyingi wao wanaota, narudia kusisitiza, wanaokota shilingi, wanaokota 500, wanaokota shingapi ngapi. Maagano mabaya ya kuzimu. Basi kwa natumwa niende nikamwage na mwaga, nikimaliza nikirudi. Kuna siku nilirudi hela nikawa nimeweka fungu la hela, kwa sababu nikasema hela zote jamani nikaende nikamwaga. Lakini walinipigia simu muda huo wakasema tunaomba hizo hela tulizokupatia na hizo hela zingine uweka mafungu, tunaomba zifanya vile ambavyo itawanisije kukugharimu, kwa sababu baba yetu hataki masiala na kiumbe yoyote. Kwa mimi nilipoona vile nikafanya ile kazi. Nilipomaliza nikaambiwa kazi nzuri, nikachukua pombe. Baadaye akaniambia kadri unapofanya kazi nzuri ndio kadri kiwango kinapanda kiwango chako, na hayo mambo mengine yote yakafanya. Sasa walichofanya wakaniambiaje? Wakaniambia kesho kuna ibada ya utakaso wako wewe, kukufanya uwe wa kwetu. Ili mradi tukukabidhi kwa baba kwamba wewe ni kijana ambaye chipukizi unaoanza kwenye hizi kazi. Nikamwambia nakabidhi waje? Akasema wewe ngoja. Kuna dada mmoja alikuwa anatokea huku Mombasa. Akaja. Hapo hujatuambia bado namna ya kuita majini. Sasa huko nitakwenda kwa sababu huko ndio nilikuja. Huko ndio mbele ambapo kila kitu, sio kwenye uchawi huko, sio kwenye uganga. Kwenye uganga huko level ndogo. Mambo mengi uliyafanya kwenye ukuhani. Mambo mengi nimeyafanya kwenye ukuhani. Na hata hela huko nilizipata kwenye ukuhani. Nikawa na hela milioni 10, 20. Yaani kitu ninazo mimi mwenyewe kawaida, na hata watu wanaonijua walikuwa masuala ya pesa kwangu mimi hiyo sio kitu. Yani mtu akizungumzia swala la pesa kwangu mimi sio kitu chochote. Wakaniambia sasa kwa level ambayo ulofikia tunahitaji sasa ulewe. Nikamwambia mimi nilikuwa nataka
nitoke kwenye haya matatizo, ndio maana niko nalewa. Ndio maana Akanambia mimi nataka wewe ulewe. Yani huo unakunywa pombe. Kuna fungu sasa hivi tunataka kuna masharti madogo madogo uyaweze. Nikapewa fungu ambalo la kulewa. Walianza na fungu dogo sana. Shingapi? Milioni 1. Milioni 1. Unywe. Ukianzia kwa siku. Ukianzia leo saa 1. Ujue paka saa 1 ya kesho. Iwe umemaliza saa 1 ya kesho, kuna hela nyingine utachukua. Utapiga tena. Ukalewe mwenyewe, ukalewe sasa na watu. Wewe yote ukutana naye mnunulie, nunua chakula akitaka mnunulie, mpe, lakini hale. Lakini swala la pesa kumpatia, usimpe pesa mkononi. Nalewa paka nashindwa sasa kulewa, tabidi ninunue na mavazi nivae, mavazi yawe mapya nivae. Mapya. Maana sasa si hela zipo, alafu sasa uleweki. Apaleweki. Maana nikilewa kuna mwingine kimnunulia bia na kunywa paka ananikimbia. Mwingine anafanya hivi na hivi hivyo. Kwa hiyo kafikia hatua sasa tabidi ninunue na nguo. Yani inabidi upige pamba sasa. Nipige pamba. Nikauliza je, na kupiga pamba? Akasema yote hayo fanya. Starehe zote unazotaka wewe. Fanya, lakini iimarike huko. Wakasema kwa sababu baba yetu ni mwingi wa starehe. Baba ni mwingi wa starehe. Na anapenda sifa. Basi nikafanya hivyo. Baada ya kufanya hivyo, siku hiyo nilipofika siku yake nikaitwa. Kuitwa nikaambiwa, leo wewe umeonekana kutokana kila tunachokuambia unakifanya, lakini sasa umevuka daraja. Yaani daraja lako hili lishakuwa kubwa, utaenda na hawa hapa. Kuna watu nikapewa ambao wao marafiki zangu, utashirikiana na hawa. Watu wakubwa tu. Wakanambia, umepataje bahati hii? Si tumekaa zaidi ya miaka 6 hapa. Tongea tumejiunga, kisha wewe bado mdogo umekuja nini? Lakini wale majamaa baada ya kuniambia vile, wale jamaa nikasikia siku ya nyingine yake wameitwa kwa baba. Wameenda kupata adhabu. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu haitakiwi kunungunika kule cheo cha mwenzio ambacho alichokipata, kwa sababu wao wana miaka 6, mimi nilikuwa nina mwaka 1 tu. Yaani ndani ya mwaka 1 umeshakaa na wakuu. Mimi ndani ya mwaka 1 nishapata nafasi ya chini ya ukuani. Nikasogea tena nikafanya vile inavyotakiwa. Ndani ya miaka mwaka wa 2 nikapata level ya kwanza kuwa namba 1 ya ukuani. Yaani nafasi ya kwanza. Unapanda. Napanda. Mwaka huo sijamaliza, kuna kitu nilikuwa nimekifanya kikubwa. Kipi? Kitu gani? Niliambiwa niende saa 9 usiku. Niende kwenye daraja la kwenye lile bomba la Muhimbili la kutokea pale kwenye pale. Pale Salenda pale. Salenda Bridge. Niende na vinywaji. Niende na maepo. Niende na vinywaji na maepo, lakini niende na damu. Ambayo damu hii nikusanye damu za wanyama wa 3. Kondoo, mbuzi na ng'ombe, maana yake nikanunue. Umeona? Na ni vizuri zaidi ikiwa imechinjwa pale, nimeiona nikawa na kinga, nishuhudie ikiwa ya moto. Lakini wakati na kinga nyingine niinywe. Kwa kwenye ng'ombe nilifanikiwa. Umeona, kwenye ng'ombe nilifanikiwa nikapata ya kukinga. Sawa. Lakini ya mbuzi na kondoo tabii nikanunua. Nikaenda kwenye lile kwa nini mbuzi wanapatikana kirahisi na kondoo? Sasa damu ya mbuzi ni ndogo. Hata ukimchinja ni ndogo. Kwa pale ilivyosambaa nikakosa jinsi ya kuichukua. Kwa ya ng'ombe nilifanikiwa kuichukua. Na kwa nikachinja, nikatengeneza, na ili damu isipate kuganda na isipate kuharibika, nikaelekezwa vitu vya kufanya. Umeona, nikaambiwa nitafute nitafute binti Sudani, mafuta haya. Binti Sudani ni nini? Mafuta ya binti Sudani. Kwa nichanganye yale mafuta. Nichanganye mafuta, nichanganye na pombe. Pombe zile ambazo nikaambiwa nikaletewa na perfume ambayo inaitwa Cobra. Na perfume nyingine inaitwa Dola. Hiyo Dola 100 perfume. Hizo perfume nililetewa nikauza hivi madukani, zipo, akasema hizo perfume ni za kuagizia, ni special, uweze kuzipata. Kwa wakaniambia uende pale ukafanye, ujipakaze mwili mzima, na ukishafanya hivyo uite. Hapo Salenda. Na pale Salenda kwenye lile yanapotoka mauchafu, yanapotoka kwenye lile tobo, maana yake pale chini kidogo kuna kina, yanapochimba pale maji pa kwenye lile wakasema ukifika pale hautozama, wewe nenda. Lakini nilikuwa naogopa nilipofika pale na vitu vyangu vyote. Lakini nilihisi mtu amenisukumiza. Nikakaa pale, nikakoga yale maji yanayotoka huku
Hayo machafu? Yale maji machafu yanatoka Muhimbili. Yanatoka Muhimbili. Yenye madonda manini. Yale yote mimi nimekoga. Oh my God.